Ukisoma vizuri, Mungu anajaribu kuelezea maumivu anayoyapata. Anajaribu kuzungumza ambazo amezitoa kwa watoto wake, alafu na jinsi ambavyo wamemrejeshea maumivu kutokana na zile baraka ambazo amewatolea. Kwa mfano, ukisoma kwenye kitabu hiki cha Isaya sura 43 kuanzia fungu la 20, anasema wanyamapori wataniheshimu, mbweha pia na mbuni, kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani, ili kuwanywesha watu wangu wateule wangu, watu wale niliojiumbia nafsi yangu, ili wazitangaze sifa zangu. Lakini hukuniita, Yakobo, bali umechoka nami, Israeli. Hukuniletea wanakondoo kuwa kafara zako, wala hukuniheshimu kwa dhabihu zako, wala sikukutumikisha kwa matoleo, wala sikukuchosha kwa ubani. Hukuninunulia manukato kwa fedha, wala hukunishibisha kwa mafuta ya sadaka zako, bali umenitumikisha kwa dhambi zako, umenichosha kwa maovu yako. Ni Mungu anazungumza na Israeli, anawaambia Israeli, sikiliza, nimekupatia kila kitu. Nimekupatia maisha, nimekupatia furaha, nimekupatia uzima, nimekupatia hata tumaini la maisha baada ya kifo, lakini wewe umenikataa, umeniacha. Na ukiendelea pale utaona Mungu anajaribu kumuuliza Yakobo ikiwa kuna mahala ambapo alitenda jambo walau moja zuri aliseme. Ndio fungu la 26 anasema unikumbushe na tujiane, eleza mambo yako upate haki yako. Anajaribu kumuuliza, sikiliza Yakobo, mbali na kwamba nimekupatia haya yote, je, kuna jambo lolote zuri umetenda kwa ajili yangu? Hebu nikumbushe hilo jambo zuri. Na Mungu akitizama jinsi ambavyo Yakobo anatembea, Yakobo anaishi, Yakobo anafanya, aoni jambo lolote zuri ndani ya Yakobo. Akitizama ndani ya Yakobo anaona uasi. Akitizama ndani ya Yakobo anaona kiumbe aliyemkataa Mungu wake. Akitizama ndani ya Yakobo anaona uchafu. Akitizama ndani ya Yakobo haoni chochote kizuri. Ndio anamuuliza Yakobo, hebu nikumbushe, ni wapi umetenda lilo jema, ili tuojiane, alafu eleza yale yote unayodhani ya kwamba umetenda ni mema, alafu nikupatie haki yako. Na mwisho anasema baba yako wa kwanza alifanya dhambi na wakalimani wako wameniasi. Mungu akitizama anaona ni uasi tu. Na Yakobo hapa anayezungumziwa sio Yakobo mtu mmoja, anazungumzia nyumba ya Yakobo. Nyumba ya Yakobo ni taifa, ni watu walioitwa kutangaza sifa za Mungu. Na ndio maana hapa anasema watu wale niliojiumbia nafsi yangu, ili wazitangaze sifa zangu. Kwa hiyo Biblia anapozungumza habari ya Yakobo, anapozungumza habari ya Israeli, anazungumza habari ya watu walioitwa kutangaza sifa za Mungu. Na wanatangaza sifa za Mungu kwa kuishi tabia ya Mungu, kwa kufanya matendo ambayo yanaupasa wokovu. Mahala fulani Paulo anasema mmefanywa kuwa tamasha. Tamasha maana yake ni sehemu ambapo watu wanatizama, ukumbi, sehemu ambapo watu wanatizama alafu wanajifunza kutokana na kile wanachokiona. Kwa hiyo anapozungumza Yakobo anazungumza watu walioitwa kutangaza sifa za Mungu. Na ni sisi hapa tulioitwa kutangaza sifa za Mungu. Sisi kama kanisa, sisi kama waumini ndio wale watu ambao tumeitwa ili kuzitangaza sifa za Mungu. Lakini mara nyingi tunachoka. Mara nyingi tunajikuta tunafanya yale tu ambayo hayastahili. Mara nyingi tunajikuta tunamwacha Mungu na kushughulika sana na mambo yetu. Ni mara nyingi sana.
Na Mungu akitizama hayo yote anaona tu ni maumivu, anaona tu ni uasi, anaona tu anachoka, anaona tu ni dhambi, na moyo wake unaumia. Lakini tizama sasa sura ya 44 jinsi Mungu alivyo na upendo. Anasema, lakini sikia sasa, e Yakobo mtumishi wangu, na Israeli niliyekuchagua. Anaanza kwa kusema neno lakini, baada ya kusema yale yote yaliyokuwa ni mabaya. Hili neno lakini ni kiunganishi kinachoonyesha badiliko la mtizamo. Yaani ukikuta neno lakini, maana yake zingatia sana yanayokuja mbele kuliko yale yaliyo nyuma. Ni kiunganishi kinachoonyesha badiliko la mtizamo. Yaani lakini ikikaa katikati, alafu mbele ya lakini akafata mambo mabaya, hata kama huku mwanzoni kulikuwa na mambo mazuri, mambo yote mazuri yanafutika, yanabaki yale yanayofuata mbele ya lakini. Kwa mfano, mtu akasema, huyu bwana ni mcha Mungu sana, anaenda kanisani, anatunza Sabato, ni binti mzuri, ni kijana mzuri, anatoa sadaka, lakini ni muongo. Lakini ni muongo. Neno moja ambalo mtu ataondoka nalo kutoka kwenye hayo maelezo mengi ni kwamba huyu jamaa, kuwa naye makini, ni muongo. Hakuna mtu atakuamini. Vivyo hivyo neno lakini likitangulia, yani likiyafuata mabaya, nasema huyu bwana alikuwa ni mwizi sana, huyu bwana alikuwa ni tapeli sana, huyu bwana alikuwa haeleweki. Lakini amebatizwa sasa, anamtumikia Mungu. Neno litakalobaki kichwani kwa mtu ambaye amesikiliza maneno yale yote ni huyu mtu amebatizwa na anamtumikia Mungu. Sasa baada ya Mungu kusema maneno ya maumivu, anasema lakini sikia sasa, lakini kwamba mbali na hayo yote, e Yakobo, wewe nimekuchagua. Bwana aliyekufanya na kukuumba toka tumboni, yeye aliyekusaidia asema hivi, usiogope e Yakobo mtumishi wangu, na wewe Yeshuruni niliyekuchagua, kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu yao utakaowazaa. Baada ya maneno hayo, ukisoma hiyo sura 44, anatangaza mibaraka na mibaraka. Ni kana kwamba kusema ya kwamba Mungu hamchoki mtu aliyemuumba. Hata kama ametenda mabaya kiasi gani, hata kama ametenda dhambi kiasi gani, jambo moja tu Mungu analihitaji, ya kwamba endelea kubaki miguuni pake. Na anasema hata kama ametishwa kiasi gani, hata kama ametangaziwa laana kiasi gani, hata kama mambo yake yanakwenda vibaya kiasi gani, lakini as long as amebaki miguuni kwake, asiogope. Ukisoma fungu la 8 anasema msiogope wala msihofu, msifanye hofu. Je, sikukuambia haya zamani na kuyatangaza? Na ninyi ni mashahidi wangu. Kwamba anasema haya maneno ambayo nimekuambia ya baraka, nimeyasema tangu zamani, na sikuyasema kwako tu, nimeyatangaza kwa ulimwengu. Kila mtu anajua,
ya kwamba hizi baraka nitazifanya kwako, na wewe ni shahidi. Na anauliza, je, yuko Mungu zaidi yangu mimi? Alafu anamaliza anasema, hakika hapana mwamba, mimi simjui mwingine. Mimi simjui mwingine, hapana mwamba. Na mtu mmoja anasema, Yesu mwamba sio mwamba. Yeye anasema hapa, hapana mwamba, mimi simjui mwingine. Kama wewe unamjua Mungu mwingine tofauti na yule Mungu wa Israeli, tofauti na yule Mungu aliyemtoa Kristo, yeye anashangaa, anasema mimi simjui. Mungu ambaye amemuumba mwanadamu kamwe hawezi kumkatia tamaa mwanadamu. Ni mwanadamu hujikatia tamaa mwenyewe. Na ndio maana jambo kuu ambalo Isaya anatuasa hapa ni kwamba katika jambo lolote unalopitia, katika fikra yoyote unayofikiri, katika maisha yoyote unayoyaishi, jambo moja kumbuka, usiogope. Usiogope. Na usiogope kwa sababu moja tu. Mungu aliyekuumba amekuchagua. Uchaguzi unakuja pale ambapo kunakuwa na options nyingi, nzuri na bora. Uchaguzi unakuja pale ambapo kuna options nyingi. Yaani mtu anaweza akachagua hiki, anaweza akachagua hiki, anaweza akachagua, anaweza kuchukua hiki na kile na kile na kile, lakini anaamua. Kwa uchaguzi unakuja kutokana na uamuzi wa moyo. Tafsiri yake ni nyingine ni nini? Ni kwamba mtu anayechagua amekubaliana na madhaifu. Na ndiyo Mungu huchukuliana pamoja nasi hata katika kuumia. Kwa hiyo kamwe usije ukaogopa, kamwe usije ukajiona ni mkosaji katika kiwango ambacho ukamsahau Mungu. Kwa sababu Mungu bado ni tumaini lako na ndiye milele yote. Mungu atubariki. Mungu aendelee kutusimamia. Mungu aendelee kuyatizamisha mawazo yetu kwake, ili tumfuate yeye siku zote, wakati wote, nyakati zote, na basi tukapate tumaini la milele na maisha ya baraka katika siku zetu zijazo. Tutasimama, tutaimba wimbo nambari 135. Tutaimba wimbo nambari 135 na kisha tutapata dua, tutapata maombi. Tutakuwa na nafasi kidogo kabisa, dakika kadhaa ya kila mmoja kuomba, kumwambia Mungu yale yanayomsibu, lakini kufurahia pamoja naye kwa dakika 1 ama 2, alafu kisha Pastor Mololo tuhitimishia kwa ombi tunapokuwa tunafungua sasa pumziko letu takatifu. 35 Saheri ya maombi. Saheri ya maombi sasa kwako tunarudi, sumbuko ya kuondoa shida zetu na pungufu.
zimepona, mashakani tumeshinda wakati wa tamu. Saheri ya maombi twapeleka dhiki zetu kwake aliye ahidi kubariki wenye haja. Uagiza tumwendee, tutegemee neno lake, hivyo tumwekee yote wakati wa tamu. Saheri ya maombi tutazidi kuingia bomani mwetu na ngome hata tuishapo mwendo. Yesu atatusikia, tutamtafuta daima na tutakapokuwa tamu. Basi kama alivyosema, kila mtu angalau amwambie Bwana jambo fulani. Bwana wetu anasikiliza, ana muda kwa ajili yetu na amekuwa akifanya hivyo mara kwa mara. Karibuni katika maombi. Takatifu, tunakushukuru pia kwa sabato hii ambayo tayari imeingia. Asante kwa sababu ndiyo ambayo umetuvusha kwa juma hili pia. Nasi tumekuja hapa kwa ajili ya kukuabudu, lakini pia tumekuja kwa ajili ya kukushukuru kwamba ni wewe na si mwingine ambaye umetufikisha hapa. Kwa kuwa tumekuja na tumepata nafasi ya kukuomba,
Basi Bwana, tunaomba rehema zako ambazo ni nyingi ziendelee kuwa pamoja nasi. Kila mmoja aliyefika hapa ajisikie kwamba amekuja katika nyumba yako ambako hawezi kuondoka kama alivyokuja. Tubariki Bwana, tuhurumie, tufanikishe, tupatie amani ya kweli mioyoni kwa mambo mengi tunayoyapitia. Na wewe Bwana, kwa kuwa ndiye baba yetu, basi mahitaji yetu yote ambayo sisi tunayahitaji tupatie sawasawa na wingi wa fadhili zako. Na Bwana, sabato hii ya leo ikawa ni sabato ambayo inakamilisha yale mambo yote matatu, kwa maana ya baraka, utakaso na ufunuo. Yote Bwana iwe ni package yetu kwa ajili ya maisha haya sasa na yale yajayo. Kwa pamoja nasi sisi na wale ambao wamefuatilia wakitokea mbali, tuunganishe kwa upendo wako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi hakuna matangazo zaidi. Niwatakie mapumziko mema ya Sabato, na Bwana endelee kuwabariki na kuwa pamoja nanyi. Wale ambao